Karibu kwenye The Story na Madam T. Habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa Double T Media. Karibu kwenye The Story na Madam T. Kipindi chako cha burudani, hadithi na historia za kweli. Imempendeza Mungu tena siku hii ya leo kukutana tena wakati huu, na nipende kuwashukuru wapenzi watazamaji kwa subscribe zenu, comment zenu, like zenu. Ninawashukuru sana. Na leo tunaenda kuendeleza historia hii sehemu ya pili ya kijana huyu anaitwa Masigara. Sehemu ya kwanza tuliishia mama Masigara akiwa amebariki kijana wake kwenda kuanzisha maisha mapya, kwenda kupata elimu mpya. Na leo tunaenda kuangalia baada ya maisha mapya ya Masigara, ni kitu gani kiliendelea katika maisha yake. Karibu ungane nami. The Story na Madam T. Tunaona Masigara akiwa amerejea kijijini kwao mjini. Na katika kijiji chao wengi wao walikuwa wakipenda kwenda kuchukua mazagazaga mjini kwa ajili ya kuleta kijijini kuwauzia watu. Kama tunavyoelewa masoko ambavyo yanafanywa kwamba mazao huwa yanaenda kuchukuliwa shambani na yanaletwa kijijini. Ndivyo ilivyokuwa upande wa mama Masigara na majirani zake. Masigara alikuwa akiendelea kuishi maisha mazuri sana pale mjini, na maisha yake kila mtu alitamani kuishi kama Masigara. Masigara alikuwa kijana mmoja, kila mtu alikuwa anatamani kuishi kama Masigara. Alikuwa tajiri, alikuwa na mali, alikuwa na magari, alikuwa kijana mtanashati ambaye kila mwanamke katika ulimwengu huu angependa kuwa naye. Masigara huyu alibahatika kupata mchumba aitwaye Queen. Mchumba huyu walikuwa wakipendana sana. Masigara alikufa akaoza kwa Queen. Yaani alikuwa hasikii lolote, hamiliki lolote, na alikuwa akimpenda sana huyu binti. Tusijue undani halisi wa huyu binti ni binti wa aina gani. Masigara aliendelea kumpenda yule malikia wake, aliendelea kuwa pamoja naye, aliendelea kupambana naye kila hatua, na alimfungulia biashara moja kubwa sana pale mjini ya duka la nguo. Kwa hiyo Queen alikuwa akitoka asubuhi akienda dukani, lakini kazi yake kubwa Queen ni mtandao. Queen alikuwa akipenda sana kucheza na simu yake. Sana. Yaani yeye hata kufuatilia kwamba ni wateja wangapi wameingia dukani, wateja wangapi wamekuja kununua vitu pale dukani kwake, hapana. Queen alikuwa akicheza muda mwingi na simu yake. Jamani, Queen alikuwa anapenda kubeti. Oh la, ni kitu ambacho kibaya sana. Kwa hiyo hakuwa serious na kitu ambacho mpenzi wake alikuwa amemfungulia ama amemwachia kusimamia, kwa sababu tu alikuwa busy na masuala mengine. Lakini Masigara hakusita kuendelea kumpenda binti huyu. Aliendelea kupambana naye na aliendelea kwenda naye hivyo hivyo. Siku ziliendelea kwenda katika maisha yao, mapenzi yao yaliendelea kushamiri. Kama nilivyowaambia kwamba Masigara hakutaka kusikia chochote kumuhusu Queen. Kwa hiyo waliendelea kuwa pamoja. Waliendelea kuliendesha gurudumu lao la mapenzi yao. Kama mnavyoelewa jamani, mapenzi ni upofu. Masigara alikuwa kipofu kwa huyu dada. Alikuwa kipofu sana. Wakati huo tukirudi kijijini, tunamwona mama Masigara akiendelea na ratiba zake za kawaida, kwenda shamba kulima, kurudi nyumbani. Na mara nyingi kwa sababu alikuwa amebaki peke yake pale nyumbani, alikuwa mpweke sana. Kwa hiyo alikuwa akipenda kwamba akirudi shambani anachemsha miogo, anachemsha chai nyingi, anaita wanakijiji wenzie na wanakaa kwenye mkeka kwa ajili ya kunywa chai. Wanakunywa chai, wanafurahi, wanapiga stori za hapa na pale. Lakini bwana, siku hiyo moja kuna kijana mmoja, yani huyo kijana ni anatambulika pale kijijini kama mpeleka taarifa. Alifika kwa mama Masigara akamwambia, Mama Masigara akasema, "Karibu mwanangu, karibu." Alimkaribisha kwa upendo kabisa na kumpatia sahani ya miogo na chai. Yule kijana alishukuru sana akisema, "Asante mama." Aliendelea kunywa chai na miogo yake. Na baadaye akamwambia, "Mama, kuna taarifa mpya nataka nikupatie." Mama Masigara hakuwa na mashaka ya kumsikiliza kijana yule, akamwambia, "Niambie baba, niambie, nipo kukusikiliza mwanangu, nipo kukusikiliza kijana wangu." Akamwambia, "Mama Masigara yuko mjini." Mama Masigara alishtuka. "Unasema Masigara yupo?" Alichanganyikiwa. Masigara yuko mjini? Masigara yuko mjini? Inawezekanaje? Akamwambia, "Mama, Masigara yuko mjini. Masigara amekuwa mtu mkubwa, huwezi kufikiria, huwezi kuzania mama. Na leo nikasema nikuletee taarifa hii." Akasema, "Hapana, kijana wangu hawezi kuwa mjini na aache kunitafuta." Akamwambia, "Ndio maana nimekuja mama kukupatia hii taarifa kwamba Masigara yuko mjini mama, na ana maisha mazuri sana. Na ninavyosikia
yuko na mrembo mmoja mkali sana hapa kijijini, sijapata ona. Yule kijana aliendelea kumpa taarifa mama Masigara. Taarifa zile mama Masigara kwake ilikuwa ni maumivu sana. Ilikuwa ni maumivu ambayo ni kama umechomwa na msumali kwenye unyayo wa mguu. Na hisi unajua yale maumivu yanayopokezana ndani ya mwili, kwamba vile unavyoungua, maumivu unayoyapokea kutoka katika unyayo ni yanapelekea mpaka kichwani. Ndivyo pigo ambalo mama Masigara lilikuwa limempata kwa wakati ule. Alikaa muda mrefu sana akitafakari ni nini kilichompata kijana wake mpaka akashindwa kumtafuta kama mama. Aliumia sana kama mzazi, aliumia mno, lakini hakuonyesha kwa yule kijana. Aliendelea kumsikiliza yule kijana, na yule kijana alivyomaliza kunywa chai na ile miogo mitamu aloandaliwa na mama Masigara, alishukuru na kuaga. Kisha akamwambia, mama, ukiwa tayari kumuona kijana wako, nipo tayari kukupeleka. Na ndipo walipoanza safari ya kuelekea kwa wanavijiji wenzie na kujaribu kudadavua kuhusu historia hii ya kijana wake, kwamba yupo kweli. Alifika katika mji wa huyu baba mmoja ambaye alikuwa mpendwa sana pale kijijini. Watu wengi walikuwa wakienda kuomba ushauri kwake na kushauriwa hivyo. Kwa hiyo alivyofika akamwambia, baba J, nimekuja. Akamwambia, karibu mama Masigara, karibu sana. Akamwambia, nimepata habari ya kwamba kijana wangu yuko mjini. Akamwambia, ndiyo mama Masigara, Masigara yupo mjini, na sisi sote tunatambua na tulijua kwamba unajua ya kwamba kijana wako yuko mjini. Akasema, hapana babangu, ni kweli sikuwa na taarifa yoyote, ni kweli sikuwa nafahamu kitu chochote, nimekuja kuambiwa na yule kijana wetu, lakini mimi imenishangaza sana. Ina maana wanakijiji wote mnajua na mimi sina taarifa ya kwamba mwanangu yuko mjini kweli? Alisikitika sana, aliumia sana. Kisha yule mzee akampa pole sana mama Masigara, pole sana, hatukuwa tunajua kwamba hauna taarifa hizi, tulikuwa tunafahamu taarifa hizi unazo, tunaomba utuie radhi sana sisi kama wapendwa wako. Akasema, hamna shida, natamani niende nikamuone kijana wangu, nimuone japo tu hata kwa sura. Yule baba akamwambia, sawa, tutaandaa safari kwa ajili ya kwenda kumtembelea Masigara. Na ndipo ilipoanza safari ya kwenda kumtembelea Masigara. Asubuhi yake walikusanyika baadhi ya wamama wa pale kijijini na yule baba mjumbe, wakiwa pamoja kwa ajili ya kuelekea nyumbani kwa Masigara. Walifika mpaka nyumbani kwa Masigara vizuri sana, hapa kuwa mbali sana. Walivyofika nyumbani kwa Masigara walipokelewa vyema. Mlinzi alianza kwa kuwa joke, nyinyi ni kina nani? Mmekuja kufanya nini? Mnamtaka nani? Mbona mnanuka? Na hisi unajua maisha ya watu ambao wameendelea, wasomi. Alafu ukienda wewe tu mlala hoi, una mbele wala nyuma, unapokelewaje? Ndivyo ilivyokuwa kwa mama Masigara na ndugu zake. Yule mlinzi aliwanyanyapaa sana. Yule mlinzi aliwasemelea maneno mabaya mno, kiasi ya kwamba mama Masigara alianza kutokwa na machozi. Alianza kutokwa na machozi akisema, leo ninapokelewa nyumbani kwa mwanangu na maneno machafu. Alilia sana mama Masigara. Aliumia sana. Aliumia sana, na kisha akapiga magoti akamwambia yule mlinzi, baba, ikiwa unampenda sana mama yako na unathamini sana upendo wake, basi nifanye mimi kuwa mama yako. Ninahitaji kuonana na huyu kijana wa hii nyumba, bosi wako. Mwambie tu kwamba kuna mama amekuja kukuona, na kisha nitaondoka. Sijaja kufanya fujo, sijaletwa kufanya fujo, nimekuja kuonana na kijana wangu. Naomba nitie tu kijana wangu. Yule mlinzi aliendelea kuwanyanyapaa, aliendelea kuwasema vibaya. Nyie mmekuja kufanya nini? Kwanza mnanuka. Sogeeni hapa. Hamtakiwi kugusa hata hili geti la hapa nyumbani kwetu. Mbona watu wengine ni mikosi tu, nuksi asubuhi? Aliongea maneno mabaya sana, maneno ya kuumiza moyo, maneno ya kukatisha tamaa. Lakini mama Masigara hakukata tamaa, kwa sababu alikuwa akitaka kumuona kijana wake. Alikuwa akitaka kumuona Masigara wake. Alikuwa akitaka kuona anaonekanaje Masigara. Muonekano wake uko vipi? Alimisi sana kijana wake. Alimisi mno. Yaani alimisi mno. Na baadaye tunamuona Masigara akiwa anashuka ngazi kutoka kwenye nyumba yake na kushuka chini, huku akifoka, ni kina nani wanapiga makelele? Kina nani wanapiga makelele katika nyumba yangu? Asubuhi yote hii wanatuacha watu tunaacha kulala, wanapiga makelele. Ni kina nani? Ni maskini gani hao? Wakati anaongea hivyo, asijue
kwamba mbele yake kuna mama yake mzazi, mama ambaye alipokea maumivu kwa ajili yake, mama ambaye aliumia kwa ajili yake, mama ambaye alipambana hata yeye kufika hapo kwa ajili yake. Alivyofika pale, aliwauliza swali moja tu, ni kina nani? Mmekuja kufanya nini? Na mnataka nini? Ongeeni haraka haraka, sina muda. Mama Masigala alilia mno baada ya lile swali. Akamuita, Masigara mwanangu. Masigara akashtuka. Who is Masigara? Nani ni Masigara? Kama mnavyojua tena wasomi, I'm not Masigara. Akaanza kumtajia jina lake. I'm Ferdinand. Ferdinand? Who is Ferdinand? Umeona? Masigara akashtuka. Akasema, inakuwaje? Mbona mimi sielewi? Mjumbe akamuuliza, who is Ferdinand? Masigara, tumekulea sisi tangu ukiwa mtoto, tumekubeba, tumekutunza, tumekuuguza wewe Masigara. Leo unasema who is Ferdinand? Akawaambia, sikieni niwaambie, kama mmekuja na shida zenu, semeni haraka haraka niwasaidie. Maana nimeshatembelewa na maskini wengi kama nyinyi hapa. Wengi sana. Lakini wenzenu walikuwa wakija wanaelezea shida zao. Nyie mmekuja hapa mnaanza kujielezea tu. Nani Masigara? Mimi sio Masigara. Mama Masigara akaongea kwa maumivu sana. Masigara kijana wangu, nitaendelea kukuita Masigara kwa maana ni jina ambalo nilikupa tangu ukiwa huko tumboni na marehemu babako. Sasa sina mengi ya kujielezea. Nenda chumbani kwako, kavue nguo zako. Angalia alama ambayo iko mgongoni kwako. Angalia alama ambayo iko shingoni mwako. Angalia alama ambayo iko takoni kwako. Ni alama ambazo uliungua na moto. Sidhani kama kuna mtu mwingine yoyote anaweza akazitambua alama hizi zaidi ya mpenzi wako kama unaye. Ila mimi kama mama yako ambaye nilikulea, ambaye nilikutunza, ambaye nilikupambania, ninaelewa hivyo. Na kisha utapata majibu kwa nini leo niko hapa. Masigara kwa maumivu makali, kwa kilio kizito, alijikuta akipiga magoti na kumuuliza yule mama, umejuaje nina alama zote hizo? Wewe ni nani? Umetumwa na nani? Na kwa nini unaniita Masigara? Kwa nini unang'ang'ania kusema mimi ni kijana wako? Imewezekanaje mimi nisiishi na wewe? Imewezekanaje mimi najikuta nimelelewa katika ulimwengu mwingine? Imewezekanaje ikiwa wewe ni mama yangu? Masigara aliuliza maswali mengi yale kwa mama yake. Aliuliza maswali mengi yale kwa mama yake, asipate majibu. Na kisha mama yake akamwambia, mimi ni mama yako Masigara. Mimi ni mama yako kabisa Masigara. Nimekulea kwa shida, nimekulea kwa tabu. Tangu baba yako afariki, mimi nimekuwa mzazi wako mwanzo mwisho. Na nilikosa tu, ninarudia tena Masigara, nilikosa tu fedha ya kukusomesha ili ufike hapa ulipofika. Na ndipo nikasaidiwa, nikaruhusu kijana wangu upate huo msaada. Leo nanilipa hivi baba? Leo nanilipa kwa matusi? Leo nanilipa kwa kunikana? Masigara alilia na kumkumbatia mama yake na kuita ile sauti iliyojaa uzito wa maumivu, mama. Akamkumbatia mama yake. Alimkumbatia sana. Alimkumbatia mno. Na wakati huo wanakijiji walianza kuonyesha nyuso za furaha. Kwa maana na wao walikuwa wamekelekwa mno. Kwa nini Masigara mpokee vile mama yake? Lakini baada ya kumpokea vyema na kurejesha tabasamu tena kwa mama yake, wanakijiji walifurahishwa sana na lile tukio. Na baadaye Masigara akawaambia wanakijiji, naomba mniache, nipeni muda, nipeni nafasi na mama yangu. Ndipo wanakijiji wakapiga makofi na kufurahia. Na kisha Masigara akawaambia, na sasa tusherekee, kwa maana mwanamke ambaye nilikuwa nikijua hayupo, ametoweka katika maisha yangu, kumbe yupo na ni mzima kabisa. Mamangu, ninakupenda sana. Ninakupenda mno. Ninashindwa kuelezea upendo huu ninaokupenda ni kiasi gani. Na twende ndani mama. Mama yake akamwambia, hapana Masigara, leo ningependa niishie hapa. Kama mwanangu ambaye nilikubeba katika tumbo langu, nina imani utakuja kijijini. Uje mwanangu, nina mazungumzo marefu sana na wewe. Ninahitaji kujua nini na nini ulifanya, wapi ulipita, changamoto zipi ulizipitia mpaka umefika hapa. Nahitaji kujua mengi kutoka kwako kijana wangu. Ninaomba unitembelee.
Masigara akamwambia, ondoa shaka mama, nitakuja kijijini. Tena nitakuja na zawadi. Zawadi ambayo utaifurahia maisha yako yote. Mama Masigara alitabasamu vizuri sana. Alitabasamu na kumwambia, asante kijana wangu kwa kunielewa. Asante kwa kunisikiliza. Na asante kwa kunipokea. Tusameane yote yaliyotokea hapo. Kisha wakaagana. Mama na kijana mtu. Waliagana na mama Masigara alirejea kijijini kwake. Alivyofika nyumbani kwake, mama Masigara alilia sana. Alilia mno. Alilia sana kwa maana hakutegemea kumuona kijana wake. Alisahau maumivu na matusi yote ya yule mlinzi. Lakini alibaki akifurahia kumuona kijana wake amekuwa baba. Kijana wake amekuwa mtu mzima. Masigara amekuwa mzuri, handsome. Kwake ilimfurahisha sana. Akasema, wow, sasa nina baba. Sasa nina baba wa kusema hata nikiumwa, nina baba atakayeniuguza. Nikisema nikiumwa, nina baba atakayenipeleka hospitali. Nikisema nina njaa, nina baba atakayeniletea chakula. Sasa ninahitaji kupumzika. Na kisha akalala usingizi mnono sana. Asubuhi yake Masigara akiwa amejiandaa na malkia wake wakielekea kijijini. Queen alikuwa na maswali mengi sana. Kwa nini kijijini? Tunaenda kufanya nini? Mimi sitaki kwenda bwana. Alikuwa na hizo jeuri nyingi sana kwa Masigara wake. Lakini Masigara pasipo kujali aliendelea kuendesha gari na kumpeleka Queen nyumbani kwao. The Story na Madam T.